Pictures and Associates of CMC and TVB. Au sio? Na Team Pass wa kichwa timu ya taifa wana Twitter PK Production Materials. Yapatana ikiwa ni sehemu ya 4 ya picha anaita The New Kung Fu Cult Master. Hizi ni zile finals za ukweli. Final, yani ukiambiwa ni finals za ukweli jua ni final za nguvu. Translation imewekwa na mtu mmoja anamuita Yoyong Masamba. Kampuni ya Yoyong Masamba ndio mhusika na translation. Picha inaitwa The New Kung Fu Cult Master. Sasa ni pale pale tulipokuwa tumeweza kuishia. Binti ana experience. Atafanya kosa. Akamenta tatizo la mimi na babangu usiingilie. Baba anasema sasa nimefanya maamuzi. Atakebebe ni jukumu kuanzia sasa hivi atakuwa ni Chinkun. Jukumu hili namwachia Chinkun. Hutakiwi kuingilia tena. Hatakiwi kuingilia tena hilo tatizo. Binti anasema sasa mwisho umepata kile ulichokuwa unataka. Princess is too much. Mimi nimemtumikia mfalme. Jukumu langu ni lile lile. Ni nani atakayeweza kuchallenge mfalme? Mimi siwezi kufanya kitu chochote. Mfalme anasema nimekwisha kupatia ile jukumu tayari. Na vile vyote vya ile jukumu apewe. Mama. Leta yo budget yako. Kitambulisho kile kanyang'anyo. Baba anasema bila ruksa yangu utakiwa kuondoka Datu. Datu utoki kama hamna ruksa yangu. Ili utoke ndani ya Datu ni paka ruksa ya baba. Ya mzee mzima. Anasema kwa nini? Yani kwa siku moja tu kila kitu kimenidondokea mimi. Jana nilikuwa bado nina nguvu. Na naheshimiwa na watu wengi. Leo nimekuja kuwa ni siku ya huzuni sana kwangu. Anajiuliza binti. Anasema mimi sina msaada wote, mimi ni useless. Mara nasikia mtu anambia hamna. Wewe sio useless. Mwamba kaja. Chochote kitakachotokea alimwambia tuonane. Nilifikiri kwamba Chambani Zangu asingeweza kutimiza ahadi yake. Mwisho Zangu Uji alikuja. Anaambia ukimwahidi rafiki siku zote inabidi utimize ahadi. Kwa hiyo wewe unafikiri kwamba mimi ni rafiki? Nilikuahidi vitu vitatu. Sasa hivi nimeshatimiza ahadi yangu ya pili. Sasa tunakwenda Jibei kwa ajili ya kumwona babangu wa kambo. Na nitakupatia Dragon Sabre. Kwa hiyo yuko Jibei. Anaambia hapo ndo maana nilipokulia. Mama yangu alikuwa anaitwa Pinguo. Yaani nyumbani kwetu kabisa ni Pinguo Island. Kale kabinti kako hapo kanasikiliza. Basi asante. Bwana anasema atakwenda Jibei. Vipi unataka kunipe company ya kutembea? Basi bwana. Wakatoka atembee kidogo. Anampa company mtoto mfalme ambaye mfalme ni adui yao. Ya kutembea kidogo. Lakini kuna kabinti waga kanamfuatiliaga jamaa kila sehemu. Kama vile nafikiri na kenyewe katakuwa kanampenda. Binti akawa anasikia baridi, Zangu Uji akatoa koti lake na kumfunika. Mwamba! Wanamuita Zangu Uji. Kabinti aka hapa maskini. Roho inamuuma, kazi yake ndio hivyo kumfataga Zangu Uji. Roho inamuuma, anatamani nafasi ingeipata yeye. Lakini hiyo nafasi hana. Labda mtafute Scorpion. Kwa kunisaidia mimi nitakupatia hii tamwe. Aya asante. Kalisaidiwaga na jamaa. Kana mkumbuka. Zangu Uji ni mtu wa kusaidia watu. Uwezo aliokuwa nao ni mkubwa sana. Kati ya watu wote wenye uwezo, Zangu Uji anaongoza. Uwezo wake ni mkubwa. Mwamba anamuita Zangu Uji. Hiyo sauti hiyo ni pre-code ya martial arts ya dunia. Anasema email. Ambao umejuaje? Ame baada ya 6 yani ya kamata wale watu wote
Niliwatuma watu waweze kunitafutia password attack, wakanisaidia. Unataka kujua ni kitu gani ambacho email call ilikuwa inafanya? Labda Yuzu atakuwa pale. Ubinti alichukua njiwa na hisi kuna ujumbe alikuwa anatuma sehemu. Akatuma ujumbe kupitia njiwa yule. Huku watu walikuwa kwenye mazishi, wanamzika kiongozi mkubwa. Anaambia labda apumzike kwa amani baada ya maisha yake. Tafadhali utusaidie kumuua Zhang Yuji. Sisi tutashirikiana na wewe. Kaambia lakini dada, aliyemuua mwalimu si yule bwana mkubwa? Kama ninajua kama una mahusiano na Zhang Yuji. Kaka mkubwa Ting. Tena usijaribu kuongea chochote. Mimi sio wa hivyo. Mimi sina mahusiano na mtu yoyote. Kama ni kweli, mwalimu asingenipatia nafasi ya kuwa kiongozi mkubwa. Nataka kuitumia nafasi ya chairman kwa ajili ya kunifanyia ujinga mimi. Mimi unafikiri nakubali wewe? Ambe Ziruo. Ziruo ni mwanafunzi mdogo wa Imei sect. Mimi sina experience, sina kumfu kubwa, lakini kwa amri ya mwalimu siwezi kwenda kinyume na amri ya mwalimu. Kama unataka kuwa chief wa Imei, kumfu yako lazima iwe bora. Tena bora kuliko ya kwetu sisi. At least inabidi unipige mimi. Na hapo ndo utachukua nafasi kwa chairman, ya kuwa chairman. Binti akugoma. Wengine inabidi wakae pembeni. Huyu anataka nafasi na aliyepewa nafasi na mwalimu zipigwe. Naona huyo mkubwa ana imani ya kumpiga mdogo, ndo maana anajiamini sana. Zhang Yuji anaangalia. Ambe huyu manzi yako huyu ana uwezo. Basi mimi nitakusaidia kumsaidia. Hamna haja. Ambe sawa. Vizuri. Hiyo nzuri pia. Mara. Shetani, umekuja hapa. Minking. Wale wakubwa wameshakufa pia. Sasa hakuna spy yoyote. Awe. Past time Joe. Akaingia huyo. Pigwa kofi. Nini? Ana mtu wake anamlindaga siku zote. Ambe kila kitu ni ujinga, kasoro yeye. Siwezi kugusa. Kamba unataka nini? Niliamuriwa kuwaua member wa 6. Lakini niliambiwa nisimwache mtu yoyote asiishi. Yaani siache mtu yote aishi. Dada mkubwa ndo akaambia kweli ni kwamba mimi sitaki kumuua yoyote kati yenu. Sasa nataka kusema hivi, chief ni nani? Kabla ya kufa kwa mwalimu, alinipatia pete ya uchifu. Sawa? Ni sawa tu. Kama mtu ataweza kula hii, mimi nitawachia wengine wote. Siku 7 na usiku 7 utakufa. Yaani ndani ya siku 7 zilizokamilika usiku na mchana. Usile. Mimi natoka katika Imei College. Kumfu yangu bado haijawa nzuri sana. Lakini sitaki kupoteza heshima yangu. Akaichukua akaipiga ile. Unaweza kuacha waende sasa? Wote wakaeka silaha chini. Wanamkubali binti. Anaambia jichunge. Huyo kamsaidia tu. Nia yake ilikuwa sio kumfanyia chochote kibaya, ndo kumsaidia kwenyewe. Binti anakuja kushtuka. Mshamka tayari? Chairman. Anaambia kwa nini niko kwenye hii ship? Unanipeleka wapi? Mesizu. Alishangaa kuwaona hawa. Naona ndugu yako mkubwa alikuwa na tatizo na wewe.
tukaamua kuingilia. Tungeingilia ingekuwa misunderstanding. Kwa hiyo nilimuomba ubinti akusaidie. Ili wale wenzako wakuelewa. Ambaye alikula dawa akijua kwamba ni sumu, lakini ile ilikuwa ni antidote. Sasa tunaelekea wapi? Ambaye tunaenda mbali na hapa kwenda kumuona babangu wa kambo. Kama hauko tayari kwenda, basi kuna ship iko hapa karibu tu. Unaweza ukaomba kuchukua kwenda nyumbani. Binti anambia sasa mimi pia sina mahali pa kwenda. Kwa sasa hata yeye hana mahali pa kwenda, anasema nataka nikupe company wewe. Kabinti kanasema wanawake watatu warembo wanakupa company wewe, una bahati sana. Usimcheke. Anapewa company na mamanzi watatu warembo watoto beautiful. Anakwenda huko kwa ajili ya kwenda kumkabidhi huyu kwa baba yake wa kambo, sababu anataka ile dragon sabre and slaying. Inaonekana sasa tunakwenda katika Sea Warriors kwa ajili ya kwenda kumuonesha misi zao. Ambe lakini kwa kuwa ni silaha za urithi, uogopi kwamba utakuja ushindwa kumpiga. Akaambia huo panga ni wa babangu wa kambo. Ni ngumu sana huyu mwanamke kuchukua na akaumasta wote. Lakini hatua za kumfu ndio kitu cha muhimu. Anasema kama wewe utakuwa pale, mimi sitakuwa na wasiwasi na kitu chochote. Binti hatakuwa na wasiwasi kama jamaa yuko pale. Jambo la msingi ni mshikaji awepo. Binti naye anaonekana kabisa anamkubali na kumpenda sana mshikaji Bwana Zhang Yuji. Kanapiga makelele tu kuelekea huko alikokuwa anakwenda. Mambo ndo hayo sasa. Wakafika mpaka hapa. Zhang Yuji yuko na mamanzi watatu. Anasema la, yani sikujua kama kuna bado kuna sehemu za aina hii. Wanafika hapa kasikia kuna kelele fulani. Anasema nini tena hii? Inaonekana kama kuna mnyama yuko hapa. Kaambia hapana. Hizi ni hatua yenye nguvu sana. Inaonekana kuna adui yuko hapa. Zhang Yuji anasema inawezekana kuna adui yuko maeneo haya. Anafika hapa anakuta kuna mtu kafungwa juu. Babake wa kambo kafungwa juu pale. Mwamba anabidi afanye mchakato kumsaidia babake wa kambo ambaye ni Lion King. Baba wa kambo, cheki ngoma hiyo. Kumbe sema babake wa kambo bana. Jamaa kapewa kitu nzito. Wanamuita Zhang Yuji. Kakutanishwa baba. Yera. Hiyo ni episode ya 4. Sasa unafikiri itakuwaje kwenye sehemu ya 5? Episode ya 5 inafuata baada ya kumaliza episode ya 4. Ya 5 hii hapa.